nitajibu swali la ndugu yetu mmoja ambaye anatufuatilia sana. Yeye ameuliza swali kuhusiana na ndege huyu anayepaa angani, kwamba ameota ndege ametua kichwani, ndege ametua kichwani kwake. Kwa kile kitendo cha ndege kutua kichwani kwake kikawa kimempa mashaka makubwa, kikawa kimempa hofu kubwa, mpaka akanitumia meseji na kuniuliza maana yake. Kwa hiyo nikaona nimjibu kwa kutumia darasa letu. Ukiota umeuliwa na ndege kichwani, tunakwambia ndugu yetu ambaye kwamba utaota ndoto namna hii, au ndugu yetu ambaye kwamba umeota ndoto namna hii, hutakiwi kuwa na wasiwasi. Umetuliwa na ndege kichwani, hutakiwi kuwa na wasiwasi. Maana yake kwamba utafanikiwa. Kama kuna jambo unalolipigania, kama kuna jambo unalolihangaikia, elewa kwamba ile kitendo cha kuota ndege amekuwa katika kichwa chako, maana yake kwamba wewe utafanikiwa katika hilo jambo lako. Kwa hiyo hii unatakiwa utoe wasiwasi. Ziko ndoto nzuri zinazohusiana na ndege na ziko ndoto ambazo kwamba si nzuri zinazohusiana na ndege. Lakini ndege huyo huyo ukiota ametua katika miguu yako, amekuja kutua katika miguu yako, maana yake utapata jambo litakalo kufurahisha. Ukiota ndege amekuja kutua katika miguu yako, utapata jambo litakalo kufurahisha. Ni maana nzuri, lakini ziko maana nyingine ambazo sio nzuri zinahusiana na ndege huyu. Ndege huyo huyo ukiota amekuja katika nyumba yako, akachukua punje ya mtama, akaondoka nayo. Punje ya mtama ama punje ya nafaka yoyote akaondoka nayo, maana yake hii kwamba si ndoto nzuri. Katika nyumba hiyo kunaweza kukatokea msiba, ama katika nyumba hiyo kunaweza kukatokea jambo litakalo wahuzunisha wakaaji wa nyumba hiyo, ama litakalo waumiza wakaaji wa nyumba hiyo. Kwa hivyo naona tunaelezea kwa ufupi tu hii ndoto inayohusiana na huyu kiumbe aitwaye ndege. Baada ya kumjibu ndugu yetu ambaye kwamba ametuliwa na ndege kichwani, nimeona bora nikwambie vile vile tuone akitua ina maana gani, lakini akija akitua katika nyumba yako akichukua punje ya nafaka na akapaa nayo vile vile ina maana gani.